wakome. Chama cha walimu wa sekondari na vyuo KUPPET kimepinga vikali mswada wa sheria unaolenga kufanyia marekebisho usimamizi wa shule za umma humu nchini. Mswada huo ukipitishwa bungeni na kuwa sheria, utaondoa mamlaka ya usimamizi wa fedha mikononi mwa wakuu wa shule na meneja wa fedha kuajiriwa, huku wakuu wa shule wakibaki kuwa walimu. Aidha, unapendekezwa kuondolewa kwa bodi ya kitaifa ya elimu ambayo huangalia utendakazi wa waziri wa elimu kwa mujibu wa kanuni za utumishi wa idara ama utumishi wa waziri. Mswada huo aidha unasema kwamba sasa vyama vya kutetea maslahi ya walimu vitaondolewa kwenye bodi za elimu katika kaunti. Stakeholders within the sector, we fear that if the minister is allowed to manage human resource, which we have already seen that is unable to handle, given by the instances we saw him deal with the case of one education officer within his own ministry, it will be very difficult for the sector. There's no need of loading schools with extra managers because it's bringing another set of managers into schools. So we have a principal, but we have also a manager who is come specifically now to deal with resources, deal with finances, deal with other things. So the principal remains only a figurehead within the school to deal with the chalk. But you know, it is one way also depriving teachers the interest and their ability to manage schools. Hatuwezi kubali the National Education Board iondolewe kwa hii sheria mpya ambao wanataka kubadilisha. Kwa sababu kazi ya National Education Board ni kazi yao ni kupatia waziri mawaidha ya vile anaweza kuongoza mambo ya elimu katika nchi yetu. The government is plotting to enact legislation whose end product will only be increased inefficiencies and corruption in the management of schools and the sector generally. The amendments would render the county education boards toothless, since they would effectively become the devolved branch of the Ministry of Education. Mtazamaji, katika taarifa